shika hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hizi siku ni za uovu. Ni kwa nini zinaitwa siku za uovu? Ni wewe ujue siku hizi si za kuchezea. Wakati huu si wa kucheza naye. Haleluya. Mababu zetu hawakujua nini inaitwa ukimwi. Ni kweli? Hawakujua hiyo. Saa hii iko mpaka shule. Ama? Bwana Yesu asifiwe. Sasa uniambia siku hizi na za zamani ni sawa? Hawezi niambia siko sawa, alafu useme utatumika vile wale walitumika. Haitaenda hivyo. Angalia uone saa hii tofauti lazima iwe. Siku hizi ni tofauti. Soma hiyo. Basi muwe waangalifu jinsi mnavyoishi. Basi muwe waangalifu jinsi mnavyoishi. Msiishi kama wapumbavu. Msiishi kama wapumbavu. Bali kama wenye hekima. Bali kama wenye hekima. Tumieni vizuri muda mlio nao, maana siku hizi ni mbaya. Basi tumieni vizuri muda ule umepewa. Nikasema asubuhi, angalia ule muda umepewa. Tumia vizuri muda ule umepewa, sababu siku hizi ni mbaya. Kwa nini mpaka Mungu hizi si ni za hatari? Hizi ziko na shida. Hizi ziko na magonjwa. Mtu hawezi kaa vile ulikuwa unakaa zamani walikuwa wanakaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iko hivyo. Kabla hujashikanisha harusi unatuma watu hospitali kwanza. Si ndio? Haleluya. Alafu unaniambia siku hizi na zile ni sawa. Haleluya. Inaenda sana. Tusome. Basi muwe waangalifu jinsi mnavyoishi. Muwe waangalifu jinsi mnavyoishi. Msiishi kama wapumbavu. Msiishi kama wapumbavu. Bali kama wenye hekima. Ehe. Tumieni vizuri muda mlio nao, maana tumieni vizuri muda ule mmepewa, maana siku hizi ni mbaya. Siku hizi ni mbaya. Kwa hiyo msiwe wapumbavu, bali jaribuni kujua matakwa ya Bwana. Basi jaribuni kujua vile Mungu anataka. Hata nikasema hivi asubuhi, jaribu kujua kile Mungu anataka na wewe na kwako na hao watoto wako. Jaribu kujua, kwa sababu siku hizi si kama zile. Kama Mungu anataka umfuate saa hii na watoto wako, ujipange. Ujipange saa hii, ujipange, kwa sababu kuna siku zingine zinakuja. Nilisema inakuja ikiwa bichi. Si ndio? Haleluya. Amen. Ikikauka inavunjika. Mungu anataka umfuate namna gani? Mungu anataka uende namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi ni mbaya. Siku hizi ni mbaya. Kila mtu aelewe hivyo. Mzee, mama, kijana, mtoto anayezaliwa hata leo anafaa kujua amezaliwa kwa siku mbaya. Kwa siku mbaya. Hizi ziko na shida. Lazima kujitunza. Lazima kusikiza Mungu sana. Lazima kuingia kwa nyumba ya Mungu na kufanya kikamilifu vile Mungu anataka. Hizi siku ni mbaya. Kurukaruka ni hatari. Kutosikia ni hatari. Sikia walio wakubwa. Ako wapi aseme, baba amesemaje? Wacha hiyo njia. Unasikia hapo hapo na unabadilika. Hakuna kukausha kichwa. Praise the Lord. Amen. Tuko pamoja? Yes. Sababu utaumia. Sasa anasema jaribuni sana kujua mapenzi ya Mungu kwenu. Jaribuni sana kujua. Ni nani anaweza keti hivi hata anyamaze hivi hata asime simu akaja kujua Mungu anaweza kuwa anatakaje na mimi hata masaa matatu akifikiria. Haujazima kwa sababu unadaiwa. Haleluya. Amen. Haujaizima kwa sababu kuna mtu utaki akupigie. Yaani anakudai unaizima ndio usikie Mungu. Uone kama unaweza tulia kidogo, uulize Mungu, kwako wewe unatakaje na mimi? Mimi naweza tumika na njia ipi? Unataka nifanye nini ndio niende hapo pengine? Niende hatua ingine. Na ndio ukijua uchukua hatua hiyo hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Na nilisema ukiwa unatembea na Mungu utajua wakati jambo halijafikiwa, au utakuwa na stress mpaka uonjeke na stomach ulcers. Haleluya. Amen. Sababu pia naye adui atajificha kwa sababu ya kukuletea stress kila wakati. Hased inamwagika, hata chakula ikiwa hapo inamwagika mpaka ni lengo ya kukuua tu. Sasa aliye na Mungu atakuwa na amani wakati hajafikiwa. Atajua sijafikiwa.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Ukifikiwa utajua. Kwa hivyo ndio maana unafaa kutafuta Mungu sana, kuomba sana. Hebu twende Matendo ya Mitume. Kuna mtu hapo Matendo ya Mitume ambaye ninamuona jinsi anajipanga na vile anatumika. Huyo ndio nataka tuangalia leo. Mambo 3, 4, 5 tutafuatilia. Tukishika wewe shika yako, ule mwingine ashike yake. Matendo ya Mitume 10. Tunasoma katika Matendo ya Mitume 10. Sasa jiandae tuangalie Matendo ya Mitume 10. Kifika Matendo ya Mitume 10, sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umefika Matendo ya Mitume 10? Yes, tuko hapo leo. Tuangalieni njia za Mungu, tuangalieni jinsi tunaweza Mungu anataka tumfuate namna gani? Mungu anataka tufanye nini? Haleluya. Sijindai kwamba nimefika, bado niko safarini. Haleluya. Naendelea kujikasa huku nikisahau yaliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Sijindai kwamba nimefika. Naendelea kujikasa nifike. Naendelea kujikasa niweze kufika kule Mungu ameahidi. Huku nikisahau na yale nimefanya. Nimesahau na ya jana. Nisahau na ya leo. Ndio niweze kufanya mengine kesho. Praise the Lord. Amen. Kama utabeba ya leo useme umefanya sana, basi kesho hutafanya kwa sababu utaona umefanya sana. Haleluya. Ule mtu ameajiriwa pale mwisho wa mwezi anaenda kazi leo na anaenda kesho kwa sababu anajua siku 30 hizo zinafanya mwezi mmoja ujae apate mshahara, si ndio? Yes. Haleluya. Akikosa mili anaitwa kwa ofisi. Ulikuwa wapi jana na juzi? Akienda hivyo mara 3 kazi inaisha. Sasa anafuatanisha, anaenda akifuatanisha kila siku ndio aweze kulipwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio aweze kupata mshahara. Kwa Mungu wetu anataka tuwe namna gani? Ni kazi gani ambaye Mungu amekupea ambaye anastahili kuifanya, unastahili kuifanya, lakini wakati wote Mungu anapokuja kwako huwa anakuta hujafanya ama haujaanzia. Ni mambo gani ambaye Mungu ameweka uyafanye, lakini kila wakati huwa anakuja kuangalia anakuta hata hujaanzia. Na yanafaa kuanziwa na yafanywe ndio sasa yafungue mengine, yafungue vitu vingine. Baraka zetu zimefichika. Yeremia 33, baraka zetu nitafuteni niwaonyeshe vitu ambavyo nimewawekea. Vimefichika. Praise the Lord. Amen. Sasa hapo vimefichika ni wapi? Ni mtu atatafuta Mungu sasa soma hapo. Petro na Kornelio. Kulikuwa na mtu mmoja huko Kaisaria. Aitwaye Kornelio. Jemedari wa kikosi kimoja kiitwacho kikosi cha Italia. Haleluya. Amen. Hebu tuangalie huyu mtu alikuwa anaitwa Kornelio, tumwangalie tumfananishe na mtu wa leo. Praise the Lord. Tumfananishe na wa leo, tumfananishe na mimi na wewe na ule mwingine. Sasa tuangalie Kornelio alikuwa nani? Kornelio alifanya nini? Kornelio alitoka wapi? Praise the Lord. Ni watu hawa tunawasoma kwenye Bible. Ni watu hawa walifanya mambo tofauti yakaandikwa kwa Biblia. Na vile unaweza fanya leo. Praise the Lord. Vile hata wewe unaweza fanya leo na uamue ufanye mambo tofauti. Hata mtoto mdogo hapa anaweza fanya. Sisi tunaona hata kwa mitandao. Yes. Praise the Lord. Mtoto anaamua kufanya kitu anakifanya mpaka dunia yote inamwangalia na wanampea pointi nyingi sana. Praise the Lord. Amen. Ni kwa sababu ametoa ukawaida. Haleluya. Ukiamua leo uamue hata wewe unaweza kuwa kama Kornelio. Tumeandikiwa ndio tuangalie, tukiangalia tuchukua hatua tofauti na vile tuko. Tofauti na vile tunaishi. Praise the Lord. Hiyo ndio maana ya neno, sheria ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile Mungu ametuletea neno ni ili tuweze kuangalia, tufuate, tubadilike. Lakini ikiwa utaliangalia neno na uliache likiwa hivyo halitakuwa na msaada kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hadi leo Mungu anainua Kornelio. Hadi leo Mungu anainua watu walio na roho kama hizo. Hadi leo Mungu anaponya watu. Hadi leo Mungu anabariki. Hadi leo Mungu anafanya, anafungua. Amen. Praise the Lord. Hadi leo Mungu anafungua na anaweka watu huru.
kijana amesema ametoka jela. Yes. Si amefunguliwa. Yes. Huyo hapo na ushuhuda yako. Kornelio akafanya nini? Alikuwa mtu mwema. Kornelio alikuwa mtu mwema, naye pamoja na jamaa yake yote walimcha Mungu. Yeye pamoja na jamaa yake yote. Jina ya kwanza anasema tuseme alikuwa mwema. Amen. Praise the Lord. Amen. Tuangalie alikuwa mtu mwema. Mwema. Wacha tuanzie kuandika yako leo. Wewe unaitwa nani? Huyu ni Kornelio. Wewe? Usiseme jina yako. Praise the Lord. Sasa tuandike hiyo yako leo. Tuchukue kalamu. Wengine tuandike alikuwa mwizi. Wengine waandiko alikuwa muongo. Si ndio? Yes. Wengine waandiko alikuwa katili. Hata hawezi isikia hata akiambiwa na mzazi katili. Wengine waandiko alikuwa mlevi. Si ndio? Sasa Kornelio maandiko yanasema alikuwa mtu mwema. Mwema. Kuanzia saa hii tafuta wema. Amen. Praise the Lord. Kuanzia saa hii tafuta wema ukuje upande wako, kwa sababu tutasikia yale Kornelio alifanyiwa, si ndio? Na ndio tuyapate hayo yote, ndio tuanzie na vile Kornelio alianzia. Haleluya. Hao watu wako na shida. Amen. Iko wapi? Hii kamera inachukua. Iko kazi. Itaenda kwa TV kiwa hivyo. Si hata watu watafikiria na ubiria kanisa ina watu. Haleluya. Amen. Ni jambo kwa nayo. Amen. Tuhubiri kama mmesimama. Haleluya. Amen. Ndio saa zingine watu wanapiga kelele wakisema pastor, lakini vitu hivi hamjaelewa. Hata nyinyi hamjaelewa. Ukielewa mtafanya vile inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu ambacho hufanyika kina sababu yake. Si ndio? Yes. Ikiwa tunahubiri hapa na Mungu ametujalia tumekuwa na kamera hii ya pesa yote na hii study zote na hii vitu yote ya kuedit na hizi laptops zote tumenunua, si Mungu anataka hii injili ifikie watu? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa itafikia watu wewe uko hapo okay. Mimi siapika ugali hapa nikuwekea kwanza. Haleluya. Kama ni hivyo nikuwekee kwanza atukule. Kuja uketi hapo na ukuje asubuhi sana ndio uchoke. Praise the Lord. Amen. Hakuna kitu hakina gharama kitasaidia, si ndio? Yes. Ukuja mapema. Wanafunzi wanakimbia mapema na sisi tukimbia kwa Mungu wetu mapema. Kuja mapema umuone Mungu. Haleluya. Amen. Kuja hata sisi tulifika mapema kwani tuko na vitu tofauti hapa. Mikono ni moja, si ndio? Yes. Haleluya. Hata wewe unaweza fanya hivyo na Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niwape injili ya baraka. Yes. Niwaletee injili ya ushindi. Yes. Ndio hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukishika hii na kuambia tutaenda mbali kwa jina la Yesu. Amen. Ukishika hii tutahamisha milima kwa jina la Yesu. Amen. Na wewe ambaye roho imekukalia inasema usisikie, hiyo pigana nayo kama mwizi. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu inataka kukutenganisha na furaha yako. Si ndio? Inataka kutenganisha na amani yako. Amuka tutafute Mungu. Amuka tumuombe Mungu. Uje tumwambie Bwana tutaki hii kwa maisha yetu, tutaki hii kwa maisha yetu. Amen. Maandiko yanatuambia siku hizi ni mbaya. Hatufai tutumie siku hizi kama zile za zamani. Praise the Lord. Hizi ni tofauti, tunafaa kusimama na Mungu kitofauti hivyo. Tukijua ya kwamba kuna wengine wako nyuma yetu, tunawalilia usiku na mchana. Kornelio alikuwa mtu mwema, mwanzo wake ni wema. Matendo yake ni mema. Kila kazi afanyayo ni njema. Praise the Lord. Hatuanzii na wingu wa Kornelio, hatuanzii na mahofu na uchoyo wa Kornelio. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Sasa Kornelio alikuwa mtu mwema. Alifanya mambo mema, alafu alikuwa mtu mwema naye pamoja na jamaa yake yote. Pamoja na jamaa yake yote walimcha Mungu. Walimcha Mungu. Praise the Lord. Amen. Sasa tukuje kwa jamaa yake yote. Jamaa yake yote ni nani na nani? Sasa wewe ni Kornelio, simama. Unafaa huyu hapo na nani na nani na nani? Mama yako. Hiyo ndio jamaa. Ndio umerudi sasa kwa raia. Sasa umetuambia wewe ni Kornelio, unafaa uwe na nani hapo?
Very good. Keti sasa umeingiana. Haleluya. Sasa hivyo ndivyo inafaa. Huyu Kornelio sasa ndivyo alitumika hivyo. Maandiko yanasema sasa Kornelio yeye na jamaa yake walimcha Mungu. Yeye na jamaa yake walimcha Mungu. Walimfuata Mungu na njia. Wewe hujafika hapo, si utafika. Haleluya. Na wewe ambaye ni wa mama hapo, si mama yako hapo. Wakati mama anaongea si unafaa umsikize haraka. Kwa sababu mama anataka kufuata Mungu na jamaa yake. Na wewe ndio unahesabiwa ukiwa jamaa ni wewe, si ndio? Yesu asifiwe. Sasa usikausha mama kichwa. Usikausha baba kichwa, si ndio? Alafu anataka kufuata Mungu na jamaa. Mnanisikia wote? Yes. Mungu awabariki sana. Kwa jina la Yesu. Kornelio akafuata Mungu na akamfuata na jamaa yake na watu wake wote. Haleluya. Uamuzi wake haukuwa wa kuacha nyuma. Uamuzi wa Kornelio ulikuwa wa kufuata Mungu na jamaa yake. Na maandiko yanasema alikuwa mtu mwema. Alikuwa mtu mzuri. Mambo yake alifanya vizuri. Alipenda watu. Haleluya. Tuko pamoja. Alisamea watu. Hakuwa na uchoyo, hakuwa na wivu. Haleluya. Yeye hakuwa na masengenyo. Alipenda watu na alikaa nao vizuri. Nilisema ukitumikia Mungu vizuri hautaweza hata mchawi. Amen. Nilisema hivyo. Yes. Mahali mnapitana na mchawi na mahali mnapitania na wenye wivu. Wenye wivu lazima wivu huko. Ukionewa wivu wewe kwa upande wa Yesu. Yes. Praise the Lord. Amen. Ukionewa wivu kwa upande wa Yesu. Ndio sasa Yesu ako na wewe akupiganie kwa wivu huo. Sio wewe uende uanzie kulipisha na wewe, si ndio? Yes. Akikuonea wivu na wewe muonee, si mmelipishana? Yes. Haleluya. Akikunyima umunyime kitu, si ndio? Yes. Haleluya. Hapo mnalipana hapo, hakuna mahali Yesu hapo. Ni wewe na wewe. Lakini kama utakuwa wewe unajiachilia upande wa Mungu, hata kanisa kama hii iko na wale wanaionea wivu. Praise the Lord. Lakini kama iko upande wa Mungu, itakuwa inaendelea tu akiona wivu tu. Si ndio? Itakuwa inaendelea tu akiona tu wivu huo tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tusikize hapa. Wewe utakuwa unaendelea wakiwa wanaona tu. Kama unajenga, utaendelea kujenga. Wenye wivu watakuwa tu wana wivu. Lakini kwa sababu uko upande wa Mungu, ni mabati wanaona inamwago, ni mawe wanaona inakuja. Haleluya. Akishinda kukula halale hivyo. Shauri yake. Lakini fundi wako wapi? Wako juu wanafanya kazi. Haleluya. Kumbe wanafanya kazi ya mtu wa Mungu, hata wakikalia mawe walale kuongea hapo haisimami. Kwa sababu ni wakati na ni mtu wa Mungu na anatumikia Mungu. Kwa hivyo hakuna vile Mungu anaweza kushindwa ruhusu shetani akuzuie. Amen. Praise the Lord. Labda iwe wewe sasa hutafuata huyo Mungu wako vizuri, haujaenda naye vizuri, sasa anyamaze. Wale wakifanya ibada yao inakuwa sasa iko na uwezo wa kukufinya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Yes. Nasikia vile Mungu anasema. Yes. Kwa hivyo Kornelio alikuwa mtu wa aina hii. Yeye ni mcha Mungu na anafuata Mungu na yeye na jamaa yake. Na nilisema hapa Sunday hapa nikasema ule mtu anajua kufuata Mungu na watu wake wote wale wako nyuma yake ni tofauti. Haleluya. Nilisema hivyo. Kwa nyumba tunaomba, kwa nyumba tunafanya kazi ya Mungu huko nyumbani, na nikasema kanisa inaanzianga huko tunatoka. Kanisa imeanzia kule umetoka kwa nyumba yako. Ikiwa umekuja hapo umekosana na watu 10. Ati umekuja hapa huko vile umeacha huko. Lakini ukifika pande hii msalaba iko hapa. Haleluya. Nataka kusema ni kazi bure. Kanisa kwanza unaambiwa hata usitoe sadaka. Si ndio? Si niliwasomea hapa. Hata usitoe sadaka ikiwa umetoka huko umeachana mtu mmegombana huko kwa barabara si wapi umeachaniana, hakuna mtu anaongea na mwingine. Ukifika hata sadaka unaambiwa usitoe. Amen. Ndio itakubalika. Ona mambo ambayo kanisa inaanzia huko. Vile umetoka huko ndiko unaanzia. Usigombane na mtu. Praise the Lord. Amen. Ndio Mungu akusaidie, ndio Mungu akupiganie. Wewe kaa tayari, wewe kaa upande wa Mungu. Nimesema kaa upande wa Mungu ndio uonee mema ya Mungu. Ndio ukule matunda ya Mungu. Kwa hiyo maandiko yanasema ni mtu mwema. Inaanzia ni mtu mwema. Na daima yeye ni mcha Mungu pamoja na watoto wake na nyuma yake. Anafuata Mungu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na tuwe na roho ya kutii, kwa sababu kuna mambo Mungu anataka kufanyia watu wengine lakini unakuta hawana roho ya kutii. Tuombe hiyo roho sana.
Praise the Lord. Itafungua milango. Haleluya. Tusomee. Alikuwa anafanya mengi kusaidia maskini. Alikuwa anafanya mengi kusaidia maskini wa Kiyahudi na alikuwa anasali daima. Na alikuwa anasali daima. Tumefika ya 3. Huyu mtu ni muombaji daima. Praise the Lord. Sasa tumefika kwa kuomba. Ni mtu mwema tumeanzia. Ya 2 tumesikia yeye anafuata Mungu na jamaa yake, familia yake. Ya 3 yeye ni muombaji, anasali daima. Praise the Lord. Kija nikwambia tunaomba leo, usichoke wacha kusema tunaomba aje, tunaendelea namna gani? Tunaomba hivyo. Ndio maana tumebarikiwa. Amen. Tunaomba siku zote, ndio maana tuko na nguvu na tunaendelea. Amen. Na hatutakufa mapema sisi. Tuko na miaka mingi sana. Amen. Praise the Lord. Sisi hatukufi. Sema sitakufa. Kwa jina la Yesu. Sema ni mpaka nitimize ahadi zangu. Kwa jina la Yesu. Mpaka niwaone watoto wa watoto wa watoto wa watoto wa watoto wa watoto wangu. Kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Wewe nimeenda mara ngapi hizo nimehesabu, sikae huko. Si ndio? Enda hivyo kwa jina la Yesu. Kuwa mtu mwema na upokea hiyo neema. Tutaendelea kwa jina la Yesu. Ukifika kwa Mungu unaanzia kupigana vita, umejulikana kwa Mungu ni hivyo. Wanakuwekea mitego lakini hawatakuona. Wanakupangia mabaya lakini hayakupati. Praise the Lord. Alikuwa mtu mwema Kornelio na amekuwa mcha Mungu daima. Alikuwa muombaji. Jina daima inasimamia nini? Milele. Sasa nani amesema nimechoka na kuomba wiki 2? Nani amesema nimechoka? Unaona unafaa utafuta Mungu milele. Yes. Hakuna wakati hautahitaji Mungu, nilisema. Hakuna wakati hautahitaji Mungu. Ulikuwa mtoto ulihitaji Mungu, na sasa hata yule mkongwe sasa anataka Mungu. So ukiweza ujipange kwa Mungu mapema, utakula unono na utakaa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu ni muombaji milele. Tutumie jina milele, tutumie jina daima. Ni muombaji. Kornelio ni muombaji daima. Ni muombaji milele. Anafuata Mungu wakati wote. Anapenda Mungu na anamfuata vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata huja kanisani akiwa ameamua. Unaweza pata mtu mmoja ameingia kwa nyumba ya Mungu akiwa ameamua. Amen. Na mkafanya mambo makubwa sana na mtu huyu. Na unaweza pata watu 10 wamekuja na mizaa. Praise the Lord. Amen. Na ikawa watu hawa 10 hakuna kitu mnaweza fanya ya maana. Haleluya. Kwa sababu ikiwa mtu mmoja ataingia akiwa amekuja kutafuta Mungu na akute mtu aliye na roho na waunganike kutafuta Mungu, niko na hakika yale mambo yatafanyika kwa mtu huyu ni maushuhuda tupu na makubwa. Praise the Lord. Lakini yule wa mizaa hata wakija 100 bado utakuta adui anawapepeta na njia zote. Kwa sababu wako kwa mizaa, hawajajua kile wanastahili kufanya, vile wanastahili kwenda ndio wakae na ulinzi wa Mungu, kisha walete kutikiza ngome, kwa sababu tunakuja kutikiza ngome. Praise the Lord. Zile ngome za madhabahu ya uchawi zilizopandwa tunatikiza, tunaziangusha. Yale maneno yamewekwa kwa anga yetu, hatutafaulu, hatutakuwa, unatikiza hizo ngome, unaweka chini. Praise the Lord. Ukipata mtu ambaye amechoka, amefika mwisho huyu, haleluya, huyu mtu amekubali, anasema ninaenda kuvunja hayo maagano, na vile naenda hivi sitarudi kule. Praise the Lord. Anaenda na uamuzi wa moja. Mtu mmoja mnaweza kufanya kazi kubwa zaidi. Unaweza jenga hekalu kama hii. Praise the Lord. Na muongei mnaendelea tu kwa sababu ako na uamuzi, ameamua ana kurudi nyuma. Praise the Lord. Hata anapojaribu kuvunjwa moyo, avunjiki moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ingelikuwa mimi ni wa kuvunjika moyo hapa saa hii ningevunjwa mapema. Lakini kwa sababu neema ambayo natumia ni ya kuendelea na ni kwenda, hata sitasikiza mambo mengi. Naweza ongea na nikuangalia na niendelee. Ninajua ule Mungu ameniita na najua kule ninaenda. Praise the Lord. Ninajua yale naenda kufanya na najua yale Mungu atafanya. Kwa hivyo sina wakati wa kupoteza saa hii na mambo. Hata ukiniambia niko na shida, sio shida yako hiyo, hata Mungu atakuja kuitoa. Praise the Lord. Hata ukisema sitakujibu, haleluya, shida zitaisha. Bwana Yesu asifiwe. Si shida inakuja inaisha. Ni wewe wa kwanza kuwa na shida.
Hapana, akikwambia huko hivi unawachana na huyo, kwa sababu kuna mahali unaangalia, hutaki kukwazwa, hautaki uharibu neema. Praise the Lord. Kuna mahali unaelekea na kuna madhabahu unataka kuvunja, kuna laana unataka kuangusha sitoke kwa maisha yenu. Praise the Lord. Kwa hivyo ukikaa kutumika na hawa wenye hawaendi watakuchelewesha. Bwana Yesu asifiwe. Watakuchelewesha. Kwa hivyo hapa unaacha hawa, unaangalia kule unaenda. Kuna mahali huduma inaenda hii. Kwa hivyo siwezi poteza muda hapa chini na watu ambao wako na mambo machache madogo madogo. Praise the Lord. Ukisikia sauti ya Mungu, badilika, ushike barabara, twende mbele. Huko kuna matunda, kuna furaha mbele, huko kuna amani, kuna kila kitu. Praise the Lord. Hivyo ndivyo tulivyo wote watakaosikia sauti ya Mungu leo hii. Hiyo ndio mipango Mungu amepanga na wewe. Alipoandaa mtumishi wake, nenda waambie watu hawa wakati wao wa ukombozi umefika. Kwa hivyo saa hii, kutoka wakati huu nitawapigania. Mnaishi kwa magonjwa, mnaishi kwa mandeni, mnaishi kwa maisha ya kilio, mnaishi kwa mashida. Sasa Mungu anasema watu wangu hawatakufa tena, watu wangu hawatahangaika tena. Praise the Lord. Kwa hivyo naandaa, enda ukawaambia kwamba wakati wao ni huu. Haleluya. Na wakati ndio huu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa ukombozi ndio huu. Hakuna wakati mwingine, ndio huu. Hautachukua muda, mtajionea mji vile utafunguliwa. Praise the Lord. Bendera itainuliwa na itapepea juu. Watashuhudia tumefikiwa, wakati wetu ndio huu. Yale mambo mmeishi kuyaona mataifa ya nje, mtayaonea hapo kwa macho yenu. Praise the Lord. Maana ni Mungu ameamua, si mwanadamu. Na ni Mungu anatenda, si mwanadamu. Ingekuwa ni mtu anatenda, ningekwambia ni uongo. Lakini kwa sababu ni Mungu amesema na ni yeye ametumana, wakati ndio huu. Anayetumikia Mungu amtumikie vizuri. Haleluya. Anayefanya kazi, fanya na Mungu ukiwa ndani ya Mungu vizuri. Na uamue vizuri, kwa sababu hakuna wakati mwingine, ni huu. Mungu anatuambia tumieni wakati huo vizuri. Tumieni wakati huu vizuri. Praise the Lord. Ni wakati wa kufunguliwa kwetu. Ni wakati wa kuvunjiwa laana zilizotuhangaisha, na mambo yaliyoinuliwa hapa na madhabahu yaliyopandwa yatavunjika raundi hii kwa jina la Yesu. Praise the Lord. Mungu anaenda akitakaza mji na akitakaza watu wake. Yale mambo tumeishi kushuhudia hatutayaona, yanapotea, yanaisha. Praise the Lord. Mioyo ya watu itabadilishwa, itawekwa roho ya upendo, itabadilika, utakuwa na umoja. Ule mzee alikuwa anaongea vile anataka, atabadilika, ataongea vizuri. Atajua hapa ni kwangu na nastahili kupenda watu wangu. Mambo ya madhabahu ya usherati na uzinzi itavunjika, neema ya Mungu itasimama. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio roho inatumwa na Mungu ibadilishe anga. Kila kinabadilishwa ni anga. Anga ikibadilika, roho zote zimekubali. Na hiyo ndio inafanya kazi saa hii. Wewe unaambiwa na Mungu, simama, pigana vita, tuangushe hii ngome. Hii ni jiwe tunapasua. Sote tunagonga hapo. Gonga. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona wanatoa shati, wanapika ugali, wanaweka hapo. Ndio agonge bao, apasue. Na anagonga mara 100. Mara 100. Mara 100 amegonga, mara ya kwanza itapasuka. Mbona haachi? Mbona mara ya pili hajawacha? Ametoa shati na mawe ni kubwa, tuwango hiki na nyundo ile kubwa. Na anagonga ya kwanza, anagonga ya pili na ipasuki. Haimuonyeshi kupasuka, lakini anaendelea. 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 Anaigonga mara ya 100, inasema uwa. Praise the Lord. Inaenda pande hii na pande hii. Uniambia mara ya kwanza haikuwa na kazi? Uniambia mara ya pili haikuwa na kazi? Yote ilikuwa na kazi. Alikuwa anagonga apasue. Hivyo ndivyo unakuja hapa, unagonga mara ya kwanza. Unaweza enda na usione chochote kimefanyika. Unaweza enda na usione kitu kimefanyika, lakini jua umeweka weakness na ndaa itapasuka. Praise the Lord. Ukiendelea kugonga na kumngojea Bwana, na ugonge tena na ugonge tena. Mara ya kwanza ya leo iko na kazi, kesho iko na kazi, Sunday iko na kazi. Yote ndio itaunganishwa, ile mara 100 ipasue jiwe. Maisha yabadilike. Ni mlango wa kazi ya huku, gonga mpaka kazi ipatikane. Haleluya. Ni watoto wako na shida, gonga mpaka watoto wapone. Naamua ninaendelea kwa jina la Yesu. Yule anagonga na anatoa kokoto hapa na anauza na ndebe.
Si ndio? Anauza na ndani anapata pesa. Lakini mkute akianzia kugonga hiyo mawe, hata unaweza mhurumia. Haleluya. Saa zingine anagonga, anachoka, anaenda kuketi ya kule akuje. Amesikia neema imeenda. Anarudi tena anagonga, tena anagonga. Mpaka inapasuka. Na anagonga, anawekusanya hapo. Anaanzia kuhusia watu na debe. Unataka debe ngapi? 10? 40. 10 times 40, 400. Si ndio? Anakuwekea. Lori inakuja, inahesabiwa kokoto hapo, lori yote debe 200. Si ndio? Haleluya. Ni mtu amegonga hapo. Bwana Yesu asifiwe. Usiniambia kuwa na kazi akifanya, anajua kile anafanya. Nikiendelea kugonga hapa, nyumba yangu itapona. Nikiendelea kufuata Mungu hapa, watoto wangu watapona. Nikiendelea kusikia Mungu hapa, biashara yangu itasimama. Haleluya. Kornelio anaendelea na watoto wake. Yeye anaendelea kutafuta Mungu na watoto wake. Na ndio malaika anatokea. Soma hapo. Yapata saa 9 alasiri. Yapata saa 9 alasiri. Aliona dhahiri katika maono malaika wa Mungu akiingia ndani na kumwambia. Kwa nini malaika alikuja kwa Kornelio? Ni kwa sababu malaika ametokea, alikuwa mtu mwema. Alikuwa anafuata Mungu na alikuwa anaomba daima. Hivi tutatu angalia. Alikuwa mtu mwema. Praise the Lord. Alikuwa anafuata Mungu na jamaa yake, yani familia yake. Na alikuwa anaomba daima. Tumefika mahali sasa tunaambiwa bila malaika alishuka. Saa 9 aliona dhahiri kwamba malaika wa Mungu ameshuka. Haleluya. Kuna uamuzi unahitajika ndio Mungu atume malaika akuje akusaidie. Kuna malaika anahitajika. Praise the Lord. Huyu dada ametoa ushuhuda akasema alikuja nikamwambia unaenda na malaika wa Ipa. Ndio nilimwambia. Nilimwambia unaenda hiyo safari wacha iwe na mafanikio kwa jina la Yesu. Lakini kwa vile niliona ni kama anaogopa nikamwambia usiogope, wacha leo nikupe malaika. Uende na huyo malaika. Na anasema hata alipofika pale ofisi wakamuongelesha mara mbili akamwambia hatutakuhudumia leo. Utakuja sweet tarehe ngapi? Akatoka kaketi nje akakumbuka malaika aliyeambiwa ataenda naye. Wao wenyewe wakamhudumia tena. Praise the Lord. Kuja tukuhudumia wakamfanyia vile inafaa. Sababu hakuwa peke yake. Haleluya. Kuna malaika alikuwa naye, alitoka naye hapa. Na nilimwambia aende na huyo malaika na akutangulie. Kazi yote ifanyike kwa jina la Yesu. Haleluya. Maandiko yanasema huyu Kornelio ni mtu mwema, ni mcha Mungu, anaomba daima. Yeye anafuata Mungu na nyumba yake. Malaika ameshuka, ametumwa na Mungu. Kwa mtu yeyote ambaye anafanya kitu tofauti lazima awe na utofauti kwa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna vile Mungu anaweza ruhusu wewe uishi kumsifu vizuri, kumtumikia vizuri, lakini wewe ni wewe maskini wa mwisho duniani. Si utaibisha jina la Mungu? Haleluya. Hata Mungu hataki jina yake iaibike. Hadi tuone undanga vile anafuata Mungu vizuri miaka yote hii, hadi mkutake shida kila wakati anaambia mtu nisaidie. Nisaidie. Hakuna vitu kama hizo.